Umempa nani atawale maisha yako? Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wengi tunatamani Mungu atawale maisha yetu. Wengi tunatamani na tunasema Mungu atawale kila kitu. Lakini unawaza nini? Hebu tikisha jirani yako mpendwa, unawaza nini? Aina ya mawazo ulionayo yanaonyesha ni nani uliyempa ufahamu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo atakayefanikiwa kukamata ufahamu wako sawa sawa ndio atakayetawala maisha yako, na itakuwa ni ngumu na ni vita kumuondoa. Akikamata shetani inabidi vita. Akikamata Mungu, shetani hawezi kumuondoa. Haleluya, haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akikamata Mungu ufahamu wako, utafanikiwa sana. Utashinda na zaidi ya kushinda. Maana Mungu anasema kila alifanyalo litafanikiwa. Hebu jirani yako, umeshafanya mambo na yasifanikiwe? Anasemaje? Lakini neno la Mungu anasemaje? Kila afanyalo litafanya nini? Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Tatizo hapo liko wapi? Ni mawazo unayowaza. Unawaza nini? Nani utawala ufahamu wako? Nani amekamata ufahamu wako? Nataka tumalizie na tuendelee. Hebu naomba nisomee Wakorintho wa pili. Sura ya 3, sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Vita vyetu si kwa jinsi ya mwili. Haleluya, haleluya. Sikiliza, tuko katika mwili, lakini vita vyetu haviko katika nini? Mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Hizi silaha za vita vyetu hazitumiki kwenye mwili. Hizi silaha za vita vyetu si za mwili. Kwa hiyo hata ukitaka kuitumia kwenye mwili haifai. Haleluya. Yaani ukitaka kutumia silaha za vita vyetu kwenye mwili ni sawa na kuamua kuendesha ndege baharini, itakwenda? Au uendeshe mbele ya ndani, itakwenda? Haiendi. Endelea. Bali zinaweza katika Mungu. Hizi silaha zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Zina uwezo wa kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo. Zina uwezo wa kuangusha mawazo. Na kila kitu kilichoinuka. Kila kitu kilichoinuka. Kiinukacho juu ya elimu. Kiinukacho juu ya elimu ya Mungu. Na tukiteka nyara kila fikra. Tukiteka nyara kila fikra. Tena subiri. Hebu sema fikra. Elimu. Mawazo. Huwa hivyo vitu vitatu vinakaa wapi? Kwenye ufahamu. Kwa maana nyingine ni kwamba silaha za vita vyetu ni za kupigana kwenye ufahamu. Halo. Sasa ni mambo gani ambayo huwa tunayafanya tunapopigana kwenye ufahamu? Ni kuangusha ngome. Hebu rudia kwanza hapo kwenye mstari wa ngome kwanza. Maana silaha zetu Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zinaweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Hata kuangusha ngome. Pole sasa. Zina uwezo hata kuangusha ngome. Ngome ni nini? Ngome ni aina ya mawazo unayowaza kwa muda mrefu sana. Kuna yale mawazo matamu ambayo ni ya shida na mateso ambayo
ameteseka. Halo? Ngome ni kitu kilichokaa ndani yako kwa muda mrefu. Kama unatafuta kazi na hujapata kazi na upate kazi, mawazo yako juu ya kukosa kazi yanaweza kawa ni ngome za shetani zinaweza kufanya usipate kazi. Anajenga stronghold, ngome. Nitaka kutumia mfano wa vita vya kidunia. Nchi fulani na nchi fulani inapopigana, jambo la kwanza kufanya ni kukamata mji mkuu, na au kukamata uwanja wa ndege, au kukamata bandari. Na ikishakamata kwa mfano ni uwanja wa ndege, inachofanya jambo nyingine ni kujenga ngome kwenye ule uwanja. Haleluya. Na ikishajenga ngome, inaanza kupigana na ile nchi ndani ya ile nchi. Halo? Vile vita vinakuwa havipigani tena mpakani, vinapiganwa ndani ya nini? Ya nchi. Kwa mfano, Kenya, Tanzania na Uganda zilipopigana, walianza kupigana mpakani. Baada ya muda, majeshi ya Tanzania yakavuka yakaingia wapi? Uganda. Wakaanza kupigana ndani ya nini? Ya Uganda. Kwa hiyo silaha zote za Tanzania zilikuwa zinapelekwa zinaingia ndani ya nini? Uganda. Haleluya. Na kule wakajenga ngome. Sasa shetani anachofanya, akikamata ufahamu wako, jambo la kwanza anajenga ngome. Na ngome ni mawazo ulionayo juu ya tatizo ulionalo. Tumsifu Yesu Kristo. Aina ya mawazo unayowaza juu ya tatizo lako, juu ya maisha yako, inaweza kama ni ngome, aidha ya Mungu au shetani. Halo? Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. 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 Si tafakari. Na hii ningependa nikuachie homework. Mawazo yako ni yapi? Asante. Mawazo yako ni yapi? Unawaza nini? Sijui unawaza nini juu ya mume wako. Unajua kuna mtu anaweza kawa na mume ambaye labda na nyumba ndogo, ni mzinzi, ni mbaya, na hata aombe namna gani, huyo mume hatabadilika, kwa sababu ndani ya mawazo huyo mtu ameshafunga mlango wa kubadilika. Halo? Unaomba Mungu, unaomba mbadilishe, unaomba mbadilishe, huyu mwanamume sijui kama atabadilika. Yaani atakaa hivi hivi. Siku amewahi nyumbani mapema sana, imekwaje leo kawahi? Kwa sababu ya nini? Ya ngome. Hebu kuna ngome, unawaza nini juu ya maisha yako? Nataka utafakari dakika 5-10 kabla ya kulala, ni aina gani ya mawazo ulionayo? Unawaza nini juu ya watoto wako? Unawaza nini juu ya ofisini kwako? Juu ya kazi yako, unaipenda, unafurahia, unaiwaziaje? Unaiwazia mema? Nataka utafakari. Fikiria hiyo. Tutaingia kwenye maombi ya kuvunja hiyo ngome. Lakini nataka nikwambie, haya maombi yatakuwa sifuri kama utaondoka hapa ukaendelea kuwaza unachowaza. Kuna msemo mmoja huwa napenda kusema sana, chunga sana unachowaza na kusema baada ya kusema amen. Baada ya maombi yako umesema amina, chunga sana mawazo yako na maneno yako, kwa sababu maombi ya watu wengi yameishia sifuri kwa sababu ya mawazo yao na maneno yao baada ya kusema amina. Haleluya. Wangapi wanataka kubomoa ngome za adui kwenye maisha yao? Sema Mungu, natamani nisaidie.
Shusha mkono wako. Chunga sana. Sijui ni ngome gani. Wakati nikiendelea kuongea naomba uendelee kufikiri. Ni ngome gani iko ndani mwako? Ni mawazo gani? Watu wengine kuna ngome ya kwamba wao hawawezi. Watu wengine kuna ngome ya kwamba wao hawapendwi. Hakuna mtu anayempenda. Kwa hiyo hata akikutana na mtu anaanza kumwangalia jinsi huyo mtu atakavyomchukia. Na nataka nikwambie ukweli, atakuchukia. Kwa nini? Kwa sababu ufahamu wako umemfanya akuchukie. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine ni kwamba hakuna watakalofanya wafanikiwe. Na nataka nikwambie usithubutu kufanya jambo lolote kwa sababu hakika hautafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu ufahamu wako umeamua kwamba, umejenga ngome kwamba hautafanya nini? Fanikiwa. Usipobadilika unavyowaza, ukakamata neno la Mungu lilo hai tena lenye nguvu, hautaweza kuvuka. Kushinda Yesu. mawazo yangu, moyo wangu, naomba unichunguze na unionyeshe ngome iliyojengwa na adui ndani yangu ninayopaswa kuivunja. Kabla tuingia kwenye maombi, tutaingia kwenye maombi. Utaomba mwenyewe kwa sababu hata mimi nina vyombo vya kuombea. Lakini nataka nikutajie baadhi ya ngome. Sijui kama uko hapa ambaye umeshawahi kusema hivi ndivyo nilivyo, siwezi kubadilika, haya ndio maisha yangu, nitabaki hivi hivi, hivi ndivyo nilivyo, hiki ndicho kitu nachokijua, siwezi kufanya kingine, maisha yangu ndio haya tu ya mateso. Hata babu yangu alikuwa anaishi hivi, na mama yangu aliishi hivi, na bibi yangu aliishi hivi, yaani ukoo wetu, kabila letu ndivyo tulivyo.
Hizo ni ngome zinazotakiwa kuzivunja. Yaani unatakiwa uanze kutengeneza hasira ya kuzibomoa hizo ngome. Huu ni msalaba wangu. Hawa watoto ni msalaba wangu. Huyu mume ni msalaba wangu. Huyu mke ni msalaba wangu. Hii ofisi ni msalaba wangu. Huu ni ugonjwa wangu. Kama unawaza mawazo ya namna hizo ni ngome. Kwa nini mimi? Mungu, mbona mimi? Hizo ni ngome. Kama una mawazo ya namna hizo ni ngome. Nimeshazoea. Nimeshazoea ya maisha. Nimeshazoea hao majirani ndivyo walivyo. Hizo ni ngome unazotakiwa kubomoa ndani ya maisha yako. Nimeshazoea kazi hii, siwezi kubadilisha. Nimeshazoea biashara hii, siwezi kubadilisha. Nimeshazoea kuishi maisha haya ya kuombaomba, siwezi kubadilika. Nimeshazoea kufanya hivi, siwezi kubadilika. Hizo ni ngome unazotakiwa kuvunja. Nimeshazoea huyu mtu ananitesa, nimeshamzoea na mchukulia hivi tu kwa sababu nimeshazoea. Hizo ni ngome. Mimi nitabaki kuwa hivi. Hizo ni ngome zinatakiwa kuvunjwa. Nataka nikwambie wewe sivyo ulivyo.